Buongiorno, buonasera, tutto bene ragazzi? Allora, sono io il tuo maestro di questa lingua italiana, Burhani o Burhan, perché il nome vero è Burhan, ma gli italiani loro mi chiamano Burani, perché H non si pronuncia, così loro mi chiamano Burani. Allora, ma oggi facciamo di nuovo passato prossimo. Passato prossimo abbiamo già fatto o abbiamo già letto tanti anni fa, ma i tanti ragazzi loro mi hanno detto come vogliono di nuovo, così oggi facciamo di nuovo. Passato prossimo. Dan tuseme karibuni katika channel yetu ya kujifunza Kihispania na Kireno na mwalimu wako Burhan, ambayo kama nilivyosema Wataliano wanaita Burani perché kwa sababu h wao hawatamki kwa hiyo tusema Burani. Kwa hiyo okay, sawa. Tukiendelea mbele, leo tunarejea tena katika hizi past ya tulosoma nyuma, passato prossimo. Yani passato prossimo katika sentensi gramaticale kuna za aina mbili. Kwanza tucheki rigolo ama mfumo wake unasemaje. Huu mfumo wa kuunda hii past ina maana inaundwa na vitu kama viwili. Kuna verb ya avere au ya essere. Halafu una plus na participio passato. Participio passato yani ni past ya verb tuseme, au tunaweza kusema kwa English kama past participle. Tumefahamiana? Kwa hiyo mfano verb yake, mfano kwa eat kama ate, yani kitu kama vile tuseme katika mfumo wa English. Sawa. Kwa hiyo passato prossimo inaundwa na rigolo yake presente di avere. Yani hii avere verb to have na essere moja hapo katika hizo una plus na participio passato, yani neo past participle. Sawa, hapo ndo naiunda. Kwa hiyo hii avere na essere sio zinaenda pamoja, inakuwa mbali. Tumesema au, maana yake unachukua verb za avere au za essere alafu na plus na hiyo past yako. Hapo ndo naunda hiyo past yako ambayo tunazungumzia hapa. Verb za avere maana yake kama to have na essere ile to be. Umefahamu? Kwa hiyo avere unachambua mwanzo mwisho, mfano o, ai, a, abbiamo, avete, hanno. Na essere inakuwa sono, sei, e, siamo, siete, sono. Tumefahamiana? Hizi tushasoma nyuma, lakini ili unaunda kitu, mfano kama jale keki inaundwa pengine na pilipili nini hizi za kusema iliki, unga, mayai, sukari, alafu unapata kitu kimoja keki. Kwa hiyo na hii hapa tuseme kama past yetu hii imeundwa na vitu hivi hapa viwili, verb ya avere na essere moja hapo, yani una plus na hii past ya verb, ndio unaipata hiyo past yetu tunasema ya passato prossimo. Tumefahamiana? Kwa hiyo participio passato, hiyo past yetu hiyo tunazungumzia hapa, inachukua una verb ziko za aina tatu. Verbi in are ambayo itachukua ato, past yake itakuwa ato. Mfano manjare itakuwa mangiato, tayari shaingia past hapo. Alafu kuna verbi in ere ambayo inaingia uto, tayari. Venire inakuwa venuto, tuseme kama hivyo. Alafu verbi in ire, yani verb ya ire iloishia ire, hiyo inaingia ito. Mfano partire itakuja partito. Hizi tutaziona katika mifano tena vile vile mbele hapa. Kwa hiyo verb za aina tatu zina change aina hiyo hapo. Kwa hizi inakuwa tayari ndio ishakuwa hiyo past ya verb, ndio hiyo participio passato. Yani verb inaweza kuwa mangiare iko infinitive, ikiwa past yake itakuwa mangiato, ndio participio passato yenyewe. Kwa hiyo hii una plus na either avere au essere, inategemea kwa sababu verb za avere zipo za aina nyingi. Za avere zipo nyingi na essere zipo nyingi. Kwa hiyo verb za essere huwezi kutumia
kwa kama avere ukatumia kama ni esere, na esere ukatumia kama avere. Aiji mfano tujalie verb ya mangiare, utasema ho mangiato, sio sono mangiato. Unasema mangiato. Verb za avere zinakuwa kama movement, riflessivi, cambiamento di stato, yani zile za mabadiliko ya hali. Mfano nascere, morire, diventare, riflessivi, lavarsi, vestirsi, unasvegliarsi. Verb za movement kama andare, venire, arrivare, partire, ziko kama hivyo, kama stare na rimanere. Kama hizo tutajizainisha kwamba za hizi unatumia essere, hizi unatumia avere. Lakini sana ili we upate urahisi, kwa sababu verb za essere ina maana pengine haziko nyingi, unaweza ukazitafuta hizi ili nyingine ukapata kutumia kwa avere. Kwa hiyo tukiendelea mbele, tunaanza na verb za avere. Avere. Kwa hiyo avere tumesema verb zake ziko za aina yake na verb za essere ziko aina yake. Kwa hiyo tunatumia verb ya avere, unaichambua. Mtu wa mwanzo anakuwa io, o. Mtu wa pili tu, ai. Mtu wa tatu lui au lei anakuwa a. Noi abbiamo, voi avete na loro hanno. Kwa hiyo hapa past yake itakuwa ni ambayo inaishia o tu peke yake, ndio aiza ato, uto au ito. Tumefahamiana? Kwa mfano tumesema mangiare, io ho mangiato, tu hai mangiato, lei au lui ha mangiato, noi abbiamo mangiato, voi avete mangiato, loro hanno mangiato. Tumefahamiana? Mfano nyingine, dormire, io dormire past yake itakuwa dormito, io ho dormito, tu hai dormito, lei au lui ha dormito, noi abbiamo dormito, voi avete dormito, loro hanno dormito. Mfano parlare, tena parlare, kuzungumza, past yake itakuwa parlato. Kwa hiyo katika avere inakuja io ho parlato, tu hai parlato, lui lei ha parlato, noi abbiamo parlato, loro au voi avete parlato, loro hanno parlato. Hii inakuwa past ya avere. Kwa hiyo verb unapeleka katika hali ya past, halafu unatumia na avere. Kwa za essere zipo kwa mtindo mwingine. Mpaka hapo tumefahamiana sijui? Na tunakuja mfano wa essere. Past hiyo tunatumia essere. Essere tumesema mtu wa mwanzo anakuja sono, mimi. Halafu inakuja sei, tu sei, io sono, tu sei, lui è, lui na lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Kwa hiyo hii past yake inaendana na o na a, kwa sababu ina sifa kike na kiume, na hali ya umoja. Hali ya wingi inaingia i na e, kama tulivyosema o wingi wake inakuja i kwa wanaume. Kwa wanawake wanatumia a na wingi wake inakuwa e. Kwa mfano tuchukulie verb andare, kwenda. Mtu wa mwanzo akiwa mwanamume atasema io sono andato, atamalizikia o. Akiwa mwanamke atasema io sono andata, atamalizikia a. Mtu wa pili tu sei andato, mwanamume. Wa kike tu sei andata. Lui na lei lui atakuwa andato, lei atakuwa andata. Hali ya wingi katika sifa ya wingi, sisi, nyinyi, wao. Noi siamo andati, tushakuwa wingi hapo, naingia hii. Tumesema o mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Alafu wa kwanza, pili, wa tatu wingi inakuwa inaingia i na e. Wakiwa wanaume i, wanawake e. Kwa hiyo noi siamo andati, voi siete andati, loro sono andati. Wakiwa wanawake noi siamo andate, voi siete andate, loro sono andate. Hizi ni verb za essere, ambayo past yake essere inapokuwa inakuwa ina umoja na wingi.
tofauti na verb ya avere ina umoja tu, watu wote, mfano manjato, 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 watu wote. O, ai, a, abbiamo, avete, hanno, wote wanaingia past ile ya manjato, manjato, haibadiliki. Katika essere kuna hali ya umoja na wingi, kike kiume. Kwa hiyo umoja mwanamume anakuwa o, kuanzia sono, sei, e, mimi, wewe, yeye, na wanawake wanakuwa a, sono, sei, e. Na tukiwa siamo, siete, sono, maana hapo tushakuwa wingi, sisi, nyinyi, wao. Wanaume watatumia i, siamo, mfano hiyo. Arrivare, mfano chukua verb arrivare, kuwasili. Umefahamu? Kwa hiyo ukisema mtu wa mwanzo, io sono arrivato, mwanamume, nimewasili au nimefika. Io sono arrivato. Tu sei arrivato. Lei è lui è arrivato. Sisi, noi siamo arrivati, ushakuwa wingi. Voi siete arrivati. Loro sono arrivati. Wanawake watasema au mwanamke, io sono arrivata. Tu sei arrivata. Lei è arrivata. Noi, sisi, wingi. Noi siamo arrivate. Ushakuwa wingi, natumia e hapo. Voi siete arrivate. Loro sono arrivate. Hizi ni tofauti ya verbu ya avere na essere. Kwa hiyo huko mbele tutazainisha verbu zote nyingi, ambazo nyingine jitahidi kama ni mwanafunzi ufuatilie. Neno ujue verbu, ujue maana, ujue verbu ya essere vipi inatumika vipi. Na hizi verbu pia naweza kusema kuna altre forme di participio passato. Yani jale kuna mfumo mwingine wa past. Past ziko za vile vile, hizi verbu zinabadilika kwa aina mbili tuseme. Kuna regular na irregular. Umefahamiana? Regular na irregular, ambazo tuseme regular ndo zina change, zina mfumo maalum. Kwa hiyo verbu ya are, unafahamu, verbu inamazikia are inaingia ato, verbu inamazikia ere inaingia uto, na verbu inamazikia ire inaingia ito. Lakini za irregular ambazo hazina mfumo maalum hizi, mfano accendere, accendere itakuwa acceso, acceso. Chiudere, chiuso, hajaingia uto wala ato wala ito hapo, imebadilika mfumo maalum. Kwa hii ni past ya verbu lakini imekuja irregular. Perdere, perso, perso au perduto, lakini tunasema perso. Prendere, preso. Spendere, spesso, speso. Mettere, messo. Correggere, corretto. Dire, detto. Fare, fatto. Umefahamiana? Inaweza kuwa verbu inatumika katika avere lakini iko irregular. Kwa hiyo unaweza kusema ho fatto, hai fatto, ha fatto, abbiamo fatto, avete fatto, hanno fatto. Umefahamu? Huko hii verbu imeingia irregular. Mfano dire, detto, ho detto, hai detto, ha detto, abbiamo detto, avete detto, hanno detto. Umefahamiana mpaka hapo? Haya, na verbu nyingine tuseme leggere, past yake imekuja letto. Umefahamu? Tumesema verbu ya ere inaingia uto lakini kumekuja letto, kwa hiyo hii ni irregular. Leggere, letto. Scrivere, scritto. Chiedere, chiesto. Rimanere, rimasto. Rispondere, risposto. Vedere, visto. Spegnere, spento. Aprire, aperto. Venire, venuto. Tunafahamiana? Kwa hiyo hizi verbu ziko za aina hiyo hapo, za past, past za regular na irregular. Wengine wanaweza kusema ridere, riso. Umefahamiana mpaka hapo? Kuna nyingi tu, unaweza kusema smettere, smesso, ziko za aina nyingi. Kwa hiyo hiyo ni verbu tunaweza kusema za
za irregular. Hizo ni verb za irregular. Vile za regular ambazo zina mfumo maalum tumesema zinabadilika ato, uto na ito, na za irregular hazina mfumo maalum, ndio kama hizo zilizobadilika tulivyoziona. Kwa hiyo hiyo ni mfumo wetu wa past au passato prossimo. Vile vile tukiendelea mbele utakuta plurale di nome aggettivi, di nome e aggettivi. Tumefahamiana? Plurale di nomi e aggettivi. Hizi mfumo huu hapa naweza kusema wa verb aina hizi hapa zinapochambuka ziko singular na plurale. Yani jali kitu kama sifa ya kike na sifa ya kiume, kina hali ya umoja na hali ya wingi. Samahani, sio verb. Yani kitu kina sifa ya kimoja na wingi, kike kiume. Mfano, kuna nomi maskili, majina sifa za kiume, na nomi feminili. Umefahamiana? Kwa hiyo nomi maskili wao kitu kikimalizikia o ni sifa ya kiume. Umefahamu? Mfano libro. Umefahamiana? Kwa hiyo o, lakini hilo libro au mabuku yakiwa mingi inakuwa libri, inaenda i. Kwa hiyo o inakuwa i, kinamalizikia o ni sifa ya kiume ambayo kimoja, vikiwa vingi inakuwa i. Plurale. Singular inakuwa o, wingi wake plurale inakuwa i. Na vile vile kuna vitu vingine vinamalizikia sifa kiume kwa herufi ya e. Umefahamu? E inakuwa kimoja, wingi wake inakuja vile vile kunako i. Umefahamu? Na sifa za kike a, wingi wake inakuwa e. Sifa za kike a, wingi wake inakuwa e. Vile vile kuna vitu vingine vinamalizikia e, sifa ya kike, lakini wingi wake inaenda katika i. Tumefahamiana? Kwa hiyo kitu ina sifa ya kiume o, wingi wake inakuwa i. Sifa ya kiume e, kinamalizikia e, wingi wake inakuwa i. Sifa ya kike kikiwa a, wingi wake unamalizikia e. Sifa ya kike kikiwa e, wingi wake unamalizikia i. Nimezungumzia a na e kwa Kiswahili. Umefahamu? Maskile sifa ya kiume o inakuwa i na e inakuwa i. Feminile sifa za kike hizi e inakuwa i na a inakuwa e, wingi wake. Hii tunazungumza katika hii draft za essere. Kwa hiyo mtu wa kwanza hiyo sono anaweza kutumia o au to say o katika past. Hizi nazungumzia hapa katika past kuna umoja na wingi, na katika vitu kuna vile vile kuna umoja na wingi. Kwa ni sawa sawa tu, ukiona o unabadilisha inakuwa i, ukiona a inakuwa i, ukiona a inakuwa i, na ukiona inakuwa i na a inakuwa e, wingi wake. Hizi ni past ya avere na essere. Kwa mifano zaidi pia tutaandika hapa verb kwa wingi ili mtu apate kuzifanyia mazoezi mwenyewe chini. Yani verb za essere na avere mtu atachambua mwenyewe, atafanya mazoezi. Mazoezi ni muhimu kwa sababu katika darasa hapa inakuwa ni muda mdogo tu, lakini mazoezi yanakuhusu. Verb kwanza una verb nyingi katika kuzungumza, kujiandaa kuzungumza. Verb unazo nyingi, na vitu vitu vile kisu, jiwe, pasi, nini, vitu kama hivyo ni vitu, yani uwe navyo vingi. So unatolea mfano kitu kimoja tu au viwili au vitatu, unafanya mifano kwa vitu mbalimbali na verb tofauti tofauti. Hiyo hapo ndo unapata mazoezi. Kwa hiyo nadhania tumefahamiana. Verb za avere anakuwa o, ai, a, abbiamo, avete, hanno. Hiyo ni avere. Essere inakuwa sono, sei, e, siamo, siete, sono. Mpaka tumefahamiana. Na avere tumesema verb zake zikiwa past yake inaingia ato, uto na ito. Za essere zinaingia o kwa hali ya mtu wa kwanza, pili, wa tatu, mmoja,
na a hali ya mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, umoja. Ikiwa wingi sisi, nyinyi, wao, ina maana inatumia i kwa wanaume na kwa wanawake. Hapo nadhani tumefahamiana. Hii ni mfano, utatoa mfano mingi tu kwa uko mbele, utafanya mfano mwenyewe, yani ufanye draft. Partire, partire unaweza kusema ni kuondoka. Partire ukasema io sono partito, nimeondoka tayari, nimeondoka. Tu sei partito, lui è partito. Siamo partiti, tushakuwa wingi hapo. Siamo partiti, tunasema mtu wa mwanzo, sifa ya mtu wa kwanza, pili, wa tatu, moja, na sifa ya mtu wa kwanza, pili, wa tatu, wingi. Kwa hiyo siamo partiti, siete partiti, sono partiti. Wakiwa wanawake sono partita, nimeondoka vile vile. Mwanamume sei mwanamke sei, mtu wa pili sei partita, lei è partita. Siamo partite, tushaondoka, shakuwa wingi hapo. Siete partite, sono partite. Hii ni passato prossimo ya verbu hizi avere na essere. Kwa hiyo nadhani tumefahamiana. Hapa mwisho nitakuainisheni ni verbu za avere na essere, mtafanya mazoezi. Vile vile msikubali tu kukaa hivi kwamba mnasoma tu kupitia hapa YouTube. Vile vile sasa hivi kuna zamani mpaka uende maktaba utafute matabu. Sasa hivi mambo teknolojia imezidi. Kwa hiyo kuna simu simu unaweza kuwa nayo mkononi ukapekua mwenyewe ukatafuta verbu, ukatafuta vitu mbalimbali na ukajua mifumo. Na kama hapa ukishapata tujale highlight tuseme iko vipi hapo, unajitafutia mwenyewe. Ni hii lugha ndio inavyokuwa, usitegemee sehemu moja tu, unatafuta na mwenyewe. Ndio kujitahidi mwanafunzi ndio nafanya mtu improve. Kwa jitahidi ujitafutie na mwenyewe. Kuna verbu uzijue, verbu za essere zinatumika vipi, verbu za avere vipi, kwa sababu unaweza kuzungumza mfano ukazungumza broken bila kujijua, ukasema andato, wewe ukasema ni past, lakini utakufahamika, lakini sio inapopaswa kutia, kwa sababu andare inatumia verbu ya essere. Kwa hiyo utasema andato utafahamika, lakini inakuwa ni broken au sio sahihi. Kwa hiyo usahihi wake inakuwa sono andato. Umefahamiana? Kwa hizo verbu za avere na essere uzijue. Na hapa vile vile katika sehemu zinapiga tuchenga ni kama hizi verbu za essere na avere. Mambo ya vionyeshi kike kiume, demonstrative vile nini. Kwa hiyo hizi vitu kama hivi hapa, sifa kike na kiume, na vokiambua verbu hizi zinatumika na avere na verbu hizi na avere hizi, na uzichunge sana, kwa sababu hapa ndo unapoanza kuzungumza. Unaweza kwa usizungumze mbio mbio, ukazungumza kidogo dogo, lakini ukawa unazungumza sahihi. Usiige watu ukafanya watu mbio mbio anazungumza mbio mbio, yeye tayari ashajua huyo. Lakini wewe kwa hujajua unazungumza taratibu, kwa sababu unafahamu ili ufahamike sahihi. Unaweza kuwa unazungumza taratibu lakini ukanafahamika ni hiyo sentensi grammaticale yenyewe, lakini ukaanza mbio mbio, sifa kiko natia kiume, kiume natia kike, umefahamu? Kwa hiyo inakuwa verbu za avere ukazipeleka kule kwenye essere, verbu za essere ukazipeleka katika avere. Kwa hiyo itakuwa ndo vile vile unaongea broken. Utakuwa umesoma Kiitaliano pengine muda mwingi, lakini unaongea broken. Kwa hiyo tujitahidini sana tuzisome hizo verbu za avere ziko vipi na verbu za essere ziko vipi. Jitahidi sana tukuzitafuta verbu za essere kwa wingi ili usiwabaike sana. Asanteni. Naomba mu comment vile chini, mtu anataka kuuliza, namba za simu zipo, aulize kama walivyouliza watu wengine. Kwa walisema nirejee hii verbu ya passato prossimo, hawajafahamu vizuri. Kwa hiyo hali ni kama hiyo hapo. Jitahidi tu verbu za avere uzijue ziko vipi na essere ziko vipi basi, na hali ya umoja uko vipi, wanawake wanavyokuwa na wanaume wanavyokuwa. Ikiwa wanawake na wanaume kwa pamoja wanatumia sifa za kiume, mfano wingi wake, wanawake na wanaume wao, siamo arrivati, siete arrivati, loro sono arrivati. Kwa hiyo wako wanawake na wanaume ndani yake, wanatumia ile sifa ya kiume katika hali ya wingi. Katika hali ya umoja anatumia vile vile moja na sifa yake mwanamume mwanamke.
ila mke wa